Usiku ukifika, sauti zinarudi. Tulicheza na giza, tukasahau lina macho. Tulianza kama ndoto ndani ya darasa, vipaji vikiwaka, kila mtu na nafasi yake. Comedy, music, cinema, tulipambana, tukiota siku moja tutang'aa. Rumonge School, Rumonge School. Usiku ukifika, sauti zinarudi. Hapa mlichokifuata zaidi hususani ni kunoa vipaji vyenu, na mtu akiwa na kipaji na akikifuatilia ni miongoni mwa maisha yake ya baadaye. Kama wewe ni dancer, kama wewe ni mtu wa komedi, kama wewe ni mtu wa kuimba, basi hapa tunakufanya ujue jinsi gani ya kujiendesha katika kipaji chako. Kwa hiyo kama jinsi mmekuja hapa kwa ajili ya kusoma, basi kila mtu azingatie kile ambacho kimemleta. Kama wewe ni mtu wa komedi, hapo utafundishwa jinsi gani ya kuchekesha. Kama wewe ni mtu wa muziki, hapo utafundishwa jinsi ya kuimba. Kama wewe ni mtu wa igizo wa serious, yani kabisa hapa ndio umefika skuli yenyewe. Ila kinacholeta changamoto ni nini? Unajikutanisha mtu ametoka nyumbani, ameenda shule, anafika kule anaacha malengo, anaingia kwenye mademu, anaingia katika mambo mengine ambayo yako kinyume na kilichompeleka. Kama wewe ni wa kuimbisha, habari jamani. Wewe vipi sasa? Mimi? Anaongea na mimi au? Niambie, mbona unaingia hapa? Mimi ni msanii. Wewe ni msanii? Kwanza unaitwa nani? Jamani, mimi naitwa nani? Teacher, waambia hao wanafunzi wako wawe na adabu. Haya sasa nyinyi mnacheka nini? Mnacheka nini ili wawaone? Niambie kwanza unaitwa nani? Naitwa msanii. Jina lako la ukoo unaitwa nani? Sasa acha nikueleweshe vizuri. Kwa sababu mimi kutokana na kipaji changu cha kuimba, huko mtaani wazazi wangu wananitaka hivyo msanii. Kwa hiyo unaimba? Tukiwawazi. Hebu imba tukusikie. Hapo sasa ndio nilikuwa napangoja hapo. Unaambia tu niimbe nionyeshe career yangu. Nipigeni makofi kwanza. Shadakta, ushaona? Nishakuwa star. Wewe imba, acha kutupotezea muda bana. Kwa hiyo niimbe. Haya. Usiniangalie hivyo basi. Sheri Wambonye na kuonye Wambonye na kuonye mbao kubwa mbao. Nenda kule sehemu yako utakupotea. Haya, tuendelea na somo letu. Rumonge School. Umemsikia? Ni kaka na kipaji, anajua kuimba sana. Natamani kuwa rafiki yangu. Utaweza kweli? Nini tena? Basi. Tulianza kama ndoto ndani ya darasa, vipaji vikiwaka, kila mtu na nafasi yake. Comedy, music, cinema, tulipambana, tukiota siku. Basi wanafunzi wetu, kama jinsi mnavyoona mbele yenu kuna mheshimiwa hapa. Huyu hapa ndio kiongozi wa shule letu
ambaye analisimamia. Huyu mara nyingi huonekana mara moja hapa kwa mwaka, na ujio wake tu mara nyingi huleta zawadi kwa wanafunzi, na zawadi zake kila mwaka huwa analeta challenge ambazo ziko tofauti tofauti kutokana na mwaka wenyewe na kutokana na jinsi yeye anavyojisikia. Ila mwaka huu ameleta zawadi nono sana nzuri kwa ajili yako. Na challenge yenyewe ni ndogo sana, nadhani hii mtaitusua kabisa. Challenge yenyewe jinsi ilivyo ni kila mmoja anapita na mwenzie mbele, anamtongoza. Yaani hivi tunaita binti na kijana wanapita mbele, mwanaume anamtongoza yule binti. Binti akimkubalia, kiongozi wa shule atakuja kufanya matangazo, nani alitoka wa kwanza na nani alitoka wa mwisho. Ila wale ambao watapata zawadi ni wale watu wawili, wa kwanza na wa pili tu. Ana daftari yake pale, kiongozi atakuwa anaandika maalama ya wenyewe. Kwa hiyo bila kukawia, katika vipaji vyetu hapa tunaenda kuanza na watu wa kwanza. Kwa hiyo tunamhitaji Luku, atapita mbele akiwa na Adija. Karibu. Rumonge School. Rumonge School. Tulianza kama ndoto ndani ya darasa, vipaji vikiwaka, kila mtu na nafasi yake. Comedy, music, sinema, tulipambana tukiota siku moja tutang'aa mtaani sana. Adija, mambo sawa? Kwanza nitakuuliza samahani kupotezea muda. Alafu kitu kingine, kuna jambo nahitaji kuongea na wewe. Adija, mimi na Imani tunasoma wote darasani moja. Na soma la moja, soma la mbili unaona tu mimi nakusumbua, lakini haujajuaga mimi waga nakusumbua kwa sababu gani. Lakini mimi leo mimi nahitaji nikueleze. Adija, kabla sijakwambia lolote, labda kwanza nikuulize swali moja. Hivi kati ya kupenda na kupendwa, wewe huona unapendelea kitu gani? Kupenda au kupendwa? Napendelea kupendwa. Napendelea kupendwa. Ikatokea mwanaume amekupenda wewe, anaweza kuwa amefanya kosa na wakati ukishasema unapendelea kupendwa wewe? Amna, sio kosa. Sio kosa. Labda kitu ambacho ujue, hakika wewe ni mwanamke pekee uliochukua sehemu kubwa ya moyo wangu. Nitakuwa nimeidhulumu hii nafsi yangu nisipokuwa na wewe kimahusiano. Adija, wacha nikupende kwa sababu una kila sababu za kupendwa na mimi. Please. Nakupenda Adija. Please, niko chini ya miguu yako Adija. Nakupenda. Labda nikuombe la mwisho Adija. Kwani umeniambia kuwa una mwanaume mwingine ambaye uko naye kimahusiano. Lakini nakuomba nafasi moja tu ya kuangalia kati ya mimi na huyo ambaye uko naye kimahusiano, ni yupi ambaye yupo sahihi kwako. Endapo utagundua kati ya wiki moja tu utagundua kwa mimi sipo sahihi kwako, utaamua kuachana na mimi. Lakini kama utagundua kwa mimi sahihi kwako, utaendelea kuwa na mimi. Please, nakuomba sana Adija, nipe nafasi hii. Hebu uone mpaka nikupigia magoti mbele ya watu wote hao. Hebu jamani, angalieni jinsi nadhalilika. Nakuomba kuwa na mimi Adija. Labda kwa hili kitu moja. Kwenye shida, kwenye raha, pote nitakuwa na wewe. Na hautakuwa na
tatizo lolote nikashindwa kusaidia. Please Adija. Ni upendo gani ambao unaonyesha Adija? Adija. Please. Please Adija. Tulianza kama ndoto ndani ya darasa, vipaji vikiwaka, kila mtu na nafasi yake. Comedy, music, cinema, tulipambana tukiota siku. Basi wakufuata tunaenda na msanii anapanda na Divya. Tulianza kama ndoto ndani ya darasa, vipaji vikiwaka, kila mtu na nafasi yake. Comedy, music, cinema, tulipambana tukiota siku. Salamu, habari kiongozi. Rumonge School. Usiku ukifika, sauti zinarudi. Tulicheza na giza, tukasahau lina macho. Tulianza kama ndoto ndani ya darasa. Nianze. Divya. Unaona mimi kutoka zamani nilikuwa nakuona unapita. Sababu unapita hivi, moyo wangu ndio unaenda. Sasa moyo wangu ndio unafunga. Sasa hilo fungu ndimo Yesu kulifungua. Inataka wewe nipate mtu maalum wa kulifungua hilo fungu. Nikasema anaweza kulifumbulia fumbo langu ni wewe. Uko tayari? Fumbo gani? Yaani hilo fumbo yahusiana na mke na mume, dada na kaka, yaani umo kati. Hivi unaelewa unachokiongea? Yaani mimi sielewi ninachokiongea. Teacher, unamsikia huyu? Hizo ni dharau sasa unazoleta. Hizi ni dharau unazoleta. Haya, baki hapo mbele wewe mwenyewe. Tulianza kama ndoto ndani ya darasa, vipaji vikiwaka, kila mtu na nafasi yake. Comedy, music, cinema, tulipambana tukiota siku moja tutang'aa. Kama jinsi mmesikia mabingwa wetu hapa, tunaendelea. Tunaenda kwa Buka Boy, atakuwa na Sumaya. Rumonge School. Rumonge School. Usiku ukifika, sauti zinarudi. Angalia prof, ndo Sumaya huyu jina yake. Sawa. Mimi nilifo kwanza Sumaya. Kwetu mimi ndo natoleraka mabovi. Kika sasa nikimaliza ile kovia pale kwetu mimi ndo nawashaka. Unaona Sasa nikishamaliza ile installation ya mapili pale kwetu, mimi ndo fundi. Tulishanielewa lakini. Nishakuelewa. Ushanielewa Unakuraka mayai sawa, niko na kuku 5 pale kwetu nitakupatia boya. Kuna mayai alafu kuna mapenzi. Sawa. Twende basi kwetu. Kwa hiyo naenda kwenye mchuyo kuku ama? Nilikuwa najitapa Sumaya, manake mimi nakupenda, mbele ya kutongoza naanza kwanza kujitapa kisha kwetu ni chini ya yuri ya pale. Lakini wewe unapendaka mayai. Sawa, utaenda pale juu ya mayai lakini objective ni buka. Bye. Sumaya, lakini na wewe uko naregeza meka mzuri lakini sasa au uelewi hata. Ulishanielewa Nishakuelewa. Amenielewa. Amenielewa. Basi makofi kwa mabingwa wetu, makofi. Awamu inayofuata tunaenda na Bora akipanda na William.
Rumonge School, Rumonge School. Usiku ukifika, sauti zinarudi. Tulicheza na giza, tukasahau lina macho. Ai, mambo. Bora. Natamani kuambia kwamba wewe ni mwanamke mzuri sana. Pendeza. Lakini nahisi kama maneno haya hayakufai. Natamani kusema hayo maneno lakini moyo wangu unasita kwa kuwa hayo maneno ushaambiwa na wanaume wengi. Kwa hiyo sidhani kama ni maneno ambayo yanakufaa. Natamani kukwambia nakupenda, lakini pia naona kama halikufai kwa kuwa ni neno ambalo ushaambiwa na wanaume wengi. Natamani kuunda maneno yangu ambayo yanaweza ikawa zaidi ya nakupenda, lakini uwezo sina, kwa hiyo naweza nikaishia kuambia nakupenda tu. Natamani unikubalie ombi langu kwa kuwa wewe ni mwanamke bora, mwanamke ambaye umeteka nafsi yangu. Natamani unikubalie kwa kuwa wewe ndio pumzi yangu. Na ukinikubalia sidhani kama nitakupa moyo tu, nitakupa hadi pumzi yangu. Nitakuwa ninapumua kupitia wewe. Nikiamua naweza nikaishi, ukiamua naweza nikafa. Lakini kwa kuwa na wewe mtu una moyo, unatamani kupendwa, unataka mtu akupenda, nadhani kuwa hutoniacha nife kwa ajili yako. Siwezi kusema kama una bahati, lakini naweza kusema kwamba umejaliwa uzuri, ndio maana niko hapa na natamani kusikia. Hivi ngombe mara ngapi kama sisi kwa nani? Alafu simani na wani ndo darasa. Pambana, tukiota siku moja tutang'aa mtaani sana. Tulicheka pamoja, hakuna aliyedhani kwamba giza linaweza kuingia ndani ya furaha yetu ghafla. Ilikuwa kawaida mpaka siku ile, kila kitu kilibadilika.